Karibu sana kwenye kipindi cha KTM Talk, mahali ambapo tunawakaribisha wanafunzi mbalimbali wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management, ambapo sehemu pekee ambapo tunazungumzia safari yao kitaaluma, safari yao kimaisha ya nje na ndani ya chuo. Hapa tutakuwa na wanafunzi mbalimbali siku kwa siku kulingana na ratiba ya vipindi vyetu, na hapa leo tuna mgeni wetu ambaye ni mwanafunzi pia wa chuo cha Kilimanjaro. Tutashirikishana naye mawili matatu ambayo yeye anayo kwa ajili ya maendeleo ya taaluma yetu. Karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Ndio, unaweza kutuambia labda unaitwa nani na unatokea sehemu gani? Kwa majina naitwa Shafi Kasim Chuto. Mimi nimetokea Rufiji, ambayo ni mtumishi wa serikali. Nimekuja hapa katika chuo hiki cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kwa ajili ya kuweza kuongeza tunasema kwamba umahiri ama ujuzi, ili kusudi uweze kunisaidia katika shughuli zangu za kiutumishi. Sawa sawa. Kama ulivyosikia, mwenzetu ni mtumishi lakini amepata fursa ya kujiendeleza na amechagua sehemu sahihi ambapo ni Kilimanjaro Institute of Technology and Management. Unaweza kutuambia ni kozi gani unasoma? Kozi ambayo mimi nasomea ni Information Technology. Lakini kwa sasa maana yake nimeanza katika upande wa certificate. Kwa maana kwamba nitakuwepo hapa kwa muda wa miaka mitatu. Taanza certificate ambayo tutamaliza Oktoba, nafikiri mwezi wa 7 tunamaliza kozi. Baada hapo tutakwenda field, na tukishamaliza huo mwezi wa ngapi wa 10 tukitoka field, maana yake nitaendelea kujiunga na diploma ya Information Technology. Sawa sawa. Katika kozi yako hii ya Information Technology, unaweza kutuambia ni kitu gani wewe ulivutiwa na kuchagua hii kozi ya Information Technology na sio kozi zingine, na kama ni kwa nini uliamua kuichagua Kilimanjaro na sio chuo kingine? Okay, kitu ambacho kilichopelekea kunivutia katika chuo hiki, kwanza ni kwa sababu nilijaribu kuweza kufuatilia matangazo mbalimbali mitandaoni na sifa ambazo hizi zimepelekea kunivuta sana. Naam. Kama ambavyo nilivyokuambia kwamba mimi ni sehemu ya watumishi wa serikali, na nasema kwamba mimi ni mwalimu kama ambavyo t-shirt tunavyoona. Ndio. Sasa hivi kwamba tunasema kwamba katika masomo yetu ambao tunaofundisha kule, yanahitaji sana uwe na ujuzi ambao utakoweza kukusaidia hasa katika upande wa Information Technology. Ni kweli. Kwa maana kwamba hauwezi kufanya kazi bila kuweza kutumia kwa mfano Excel, hauwezi kufanya kazi bila kutumia Word na kadhalika. Lakini pamoja na hayo bado mimi nasema kwamba nina kauzoefu fulani ama nimeweza kushirikishwa na viongozi wangu kufanya shughuli mbalimbali ambazo za kimfumo. Kwa kuwa nilikuwa nazifanya vizuri na hata wilayani kwangu viongozi wanazitambua, na hadi niliweza kuitwa kwamba mimi ni IT, ikiwa kwamba sina ujuzi wote wa IT. Na hata watu wangu wa karibu waliweza kunishauri, wakaniambia, bwana, kwa mazingira ambayo uliokuwa nayo na muonekano wako, tunakushauri nenda kasome hiki kitu, kwa sababu utakapokwenda kusoma utakuja kuwa ni mtu ambaye ni mtu sahihi zaidi. Kwa hiyo kulingana na mazingira hayo, basi nikasema hebu ngoja niende sasa moja kwa moja. Kiu ni ipi? Kwanza ni kuweza kutambua mfumo mzima wa kompyuta, kwamba umetengenezwaje, ni vifaa gani ambavyo vinavyohusika, kwamba endapo kama kutakuwa na changamoto zozote, jinsi gani naweza nikatatua tatizo mimi kama mimi. Lakini pia hata katika upande wa software ambazo tunazodili anazo katika utumishi huko. Kwa hiyo wakati mwingine huwa kunatokea changamoto, hasa wanakosekana wataalamu wa kuweza kutatua changamoto katika taasisi mbalimbali. Na tunasema kwamba katika halmashauri yetu kwamba kuna yani wataalamu na wenye ujuzi huu ni watu wachache sana. Kwa hiyo na mimi Mungu akiniwezesha nitakapomaliza, na imani kwamba nitaweza kwenda kuitumikia taifa vizuri, na hata mwajiri pia anaweza akafurahia kwa ambacho nitakachokuwa nimetoka nacho hapa. Naam. Na kwa muda ambao umejiunga na Kilimanjaro Institute, ni vitu gani hasa umeweza kunufaika katika masomo yako tangu umejiunga mpaka sasa hivi? Miongoni mwa mambo ambayo nimeweza kujifunza, kwanza kuna kitu kimoja ambacho tumejifunza katika maintenance kwa mwalimu wetu mwamba kabisa Mr. Karim, ambayo namna gani ambavyo unaweza ukatatua changamoto za kompyuta inapoleta shida. Kwa sababu hizi ni changamoto ambazo tu hata na kule tunakumbana nazo. Unaweza kukuta labda kompyuta imeleta shida afu unashindwa kutatua tatizo ni nini. Au inawezekana kuna notification mbalimbali zinaletwa pale, unakuwa unashindwa, yani unaenda unaziacha. Ndio, wakati mwingine kompyuta inaweza kuwa nzito, huwezi jua kwamba ni kwa sababu gani. Kwa hiyo ni moja katika vitu ambavyo mimi nimeweza kujifunza, na nasema kwamba nimeshakuwa mahiri katika hilo. Sawa. Kwa hiyo hilo ni moja wapo.
lakini na mengine mengi tu ambayo tunaendelea kujifunza. Nashukuru Mungu kwamba kwa sasa angalau na mimi naweza nikasema ni robo IT tunakwenda kufikia katika yale malengo ambayo nilikuwa nimeyakusudia. Sawa sawa. Na kwenye hayo ambayo umejifunza au haya ambayo umefanikiwa kuyapata tangu umejiunga mpaka sasa hivi, ni changamoto zipi labda umeweza kukutana nazo kwa namna moja au nyingine, na umeweza kuzitatua kwa namna gani? Kwa upande wa changamoto mimi nafikiri ni katika kile kipindi cha awali tulipokuja kuanza kujiunga hapa. Ndio. Kwamba changamoto zilikuwa ni nyingi. Kwanza kuzoea mazingira. Umeona? Alafu pia ukija kuangalia na mazingira ambayo naweza kusema kwamba jinsi tulivyotoka na mpaka tumekuja kufika hapa, zile ratiba zinaenda hivi ilikuwa inameleta shida, lakini kwa kadri siku zilivyokuwa zilikwenda imeweza kukaa sawa. Kwa hiyo changamoto hizo kikubwa, ili kuweza kutatua changamoto kwanza ni lazima uweze kukubaliana na hali. Ni lazima uweze kujitoa. Kwa hiyo mafanikio pekee ya kuweza kutatua changamoto ni juhudi za makusudi ambazo nilizokuwa nimeziwekeza, kuona kwamba sasa mimi kwa kuwa nimekuja hapa lengo langu ni kujifunza kitu fulani, nisiondoke bure. Kwa hiyo ikanipelekea kwamba kuongeza juhudi, kusoma usiku na mchana ili kusudi mambo yaweze kwenda vizuri zaidi. Sawa sawa. Ana katika haya ambayo umejifunza, unaweza kuniambia labda mategemeo yako binafsi baada ya kuwa umemaliza hii kozi yako hapa Kilimanjaro, au baada ya kuwa umepata hii elimu ambayo unaipata hapa Kilimanjaro, una mategemeo yapi labda kwa safari yako nyingine nje ya chuo au kule katika ajira yako? Kwanza katika upande wa ajira ni kuhakikisha kwanza kuendelea kuitumikia taifa katika upande wa utumishi wangu, lakini pia ni kwamba ni kuhakikisha kwamba itaweza kuniweka vizuri, kwa maana nitakuwa na kazi hata baada ya kustaafu au hata kabla sijastaafu. Kwa maana inawezekana nikawa nimefungua ofisi yangu, na ndio malengo yangu niweze kufungua ofisi ambayo itakaweza kuwasaidia Tanzania, kuonyesha kwamba mimi kile nilichokwenda kukisoma sikwenda kucheza kule. Nimekwenda kusoma, nilichorudi nacho ni hiki. Kwamba nije kuwa fundi bora kwa utengenezaji wa kompyuta, lakini pia hata katika upande wa utengenezaji wa website na program mbalimbali ambazo nitakazoweza kuzifanya pale. Sawa sawa. Kwa hiyo hayo ndio malengo yangu makubwa. Mtazamaji, labda utakuwa unajiuliza, mbele yako ni KITM Talk ambacho ni kipindi kinakutanisha wanafunzi mbalimbali wa chuo cha Kilimanjaro Institute. Hapa wanakuwa wanazungumza yale na maisha yao ndani ya chuo cha Kilimanjaro na changamoto au fursa wanazozipata kipindi hicho wanapokuwa chuo. Kutokana na yote ambayo umeshasema, hata safari yako, masomo yako tangu ulipoanza, unafikiri unaweza kutuambia utofauti wa Kilimanjaro na vyuo vingine? Utofauti nafikiri utakuwa ni mkubwa sana. Ndio. Kwa sababu elimu yetu hii ya Kitanzania zaidi watu huwa wanadili na masuala mazima ya theory. Kwamba theory unaweza kukuta kwamba mtu yuko vizuri sana katika kuelezea jambo fulani, lakini unakuta kwamba utendaji unakuwa haupo. Kwa hiyo Kilimanjaro unaweza nikasema kwamba the best. Kwa sababu kwanza wanashughulika na mambo yote mawili. Kwamba anajifundisha theory lakini pia anajifundisha kwa practical. Practical ndio kitu ambacho kinachompa mtu ujuzi mkubwa sana. Kwamba anachokifanya ndicho ambacho anachotakiwa akifanye tena zaidi. Kwa maana hiyo kwamba kwa eneo hili kwa kweli mimi nasema kwamba ni tofauti kubwa sana, na nasema kwamba Kilimanjaro ni moja kati ya chuo ambacho ni bora zaidi. Lakini hata hivyo niwaambie tu wa Tanzania kwa ujumla kwamba wawalete vijana wao. Basi na kuangalia kwamba kwamba mtu ana umri kiasi gani. Yani kwamba ametimia umri gani. Kwa sababu kwa ukiangalia kama mimi nao naosoma nao ni watoto wengine nimeweza, yani naweza hata kuwazaa. Usiangalie umri, isipokuwa angalia kitu kile ambacho kilichokuwa bora. Kilimanjaro ni sehemu ambayo ni salama, ni sehemu ambayo inafundisha kwa vitendo zaidi, labu zimejaa kompyuta za kutosha, na kila mwanafunzi hata kama alikuwa hajui chochote akishafika hapa, kwa sababu walimu ni mahiri, wana uwezo wa kumuelekeza mtu ambaye alikuwa hajawahi kushika hata kompyuta. Anaweza kaiwasha, kaitumia na kufanya chochote kile ambacho anachojisikia, tena kwa muda mchache zaidi. Sawa sawa. Kunataka nikurudishe nyuma kidogo. Kuna ili swali waga nimekutana nalo mara kadhaa sana. Kuna mtu anaweza kukuuliza, bwana, hivi IT ni nini? Yaani swali tu la kichokozi. Unajua kuna
mtu anaweza kukuuliza Yes. kutaka kujua bwana huyu mtu anauelewa kiasi gani juu ya hiki anachokisoma. Okay. Kwa upande wako hivi IT unafikiri mtu akikuuliza IT ni kitu gani? Aha. Kwanza IT tunasema ni kwa kifupi, Yes. lakini urefu wake tunasema kwamba information technology. Yes. Na hii information technology maana yake kwa maneno mengine tunasema kwamba ni teknolojia ya habari na mawasiliano. Yeah. Kwa maana gani? Kwamba utakapokuwa umesoma information technology, Ndiyo. utakuwa ni mzuri zaidi kuhusiana na kuweza kutambua yani teknolojia mbalimbali ambazo kwa sasa manake hata juzi tunasema kwamba waziri mkuu alizungumza kule Tabora. Ndiyo. Akawa anazungumza kwamba yani hata kama mtu amesoma na degree anatakiwa sasa aende VETA angalau akachukue ujuzi hata kutengeneza kompyuta. Turudi tena upande sasa hivi ukiangalia nchi yetu kweli imechangamka. Hasa vijana wamekuwa kishirikishwa kwenye mambo mbalimbali. Yes. Na mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuwa akitupendelea sana vijana siku hizi katika miradi mingi, katika movement nyingi tofauti zake ambazo anakuepo nazo. Unafikiri ni vijana wanaosoma kozi ya IT wanaweza wakanufaika sana na fursa zilizopo nje ya kumaliza chuo katika serikali hii ya mama yetu Samia Suluhu? Yes, wanaweza wakanufaika. Kwa namna gani? Kwa namna ambayo ya kuweza kunufaika ni kwamba kijana kwa sababu anaweza akajiajiri. Anaweza akajiajiri mwenyewe, akajishughulisha na kozi hii ambayo jinsi ambavyo alivyoweza kujifunza. Anaweza yeye kama kijana kwa sababu ameshaweza kitu fulani, ana uwezo hata kufungua ofisi au hata kuanzisha madarasa kwa watu ambao hawana ujuzi. Kwa sababu watu wengi hawezi kutumia kompyuta. Na kwa sababu alishajifunza computer application, anaweza akaanzisha ofisi yake pale, akaweka matangazo, watu wakaenda wakajoin, wakajifunza computer application. Na kile kitendo cha kufungua ile ofisi ina maana kwamba hata kama atasema kwamba kwa mwezi kila mmoja anachangia, yani anatakiwa awe analipia shilingi 20,000, ina maana kwamba inaweza kumwezesha kuendesha maisha yake. Sio hivyo tu, kwamba hata na shughuli nyingine ambazo anawezekana akawa yupo vizuri katika maintenance, akawa amefungua ka ofisi kake mwenyewe, akaweza kufanya shughuli zake, watu wanapeleka kompyuta zao, wanawatengenezea. Watu wenye shida mbalimbali kuhusiana na masuala ya program, anaweza akatengeneza website na mambo mengine. Kwa ina maana kwamba ndio maana anasema kwamba ni vizuri watu wakawa wanapata ujuzi. Ujuzi utakaomwezesha yeye mwenyewe binafsi kuajiriwa, yani kujiajiri hata kama haujaajiriwa na serikali. Kwa sababu ukiwalisia serikali haiwezi ikawaajiri watu wote. Ni kweli. Isipokuwa serikali kazi yake ni kuonyesha njia kwamba hawa wanaweza wakatusaidia katika majukumu yetu, tutakuwa nao, tutakuwa tunawalipa, umeona, na hawa tunawatengenezea mazingira ili kusudi waweze kujiajiri. Kwa sababu kama kusingekuwa na sera ya kuwa na elimu kama hizi ambazo endelevu, maana yake ni nini? Kwamba kungekuwa na ufinyu wa watu ambao wanahitajika waweze kuwa na ujuzi na wangeshindwa kuweza kujiajiri, kwa maana kwamba mtu hawezi kufanya shughuli nyingine. Mwisho wa siku watu wanaingia mitaani, wakabaji wanakuwa wengi, tunasema wao ambao wanajiuza wanakuwa wengi kwa sababu mtu hana shughuli za kufanya. Kwa hiyo fursa kwa kupitia serikali ndio hizi, kwamba serikali imetoa fursa kwamba watu wajiendeleze, wapate ujuzi ili kusudi uweze kuwasaidia, na ujuzi utakusaidia, utaweza kusaidia kuweza kupata kipato chako cha halali kila siku. Yes. Namna hiyo. Na hisi mtazamaji wetu unaweza kunufaika sana kwa haya madini ambayo tunapewa na baraza yetu hapa. Swali la mwisho kama nitakuwa sijakosea, au jambo la mwisho labda, unaweza ukamshauri nini au kitu gani ambacho unaweza kumwambia yule kijana ambaye amehitimu kidato cha 4, labda kama ni mwaka uliopita, lakini anafikiria afanye kitu gani au aende kusoma sehemu gani? Nini cha kumshauri? Mimi ambacho nachomshauri, kwanza achague sehemu ambayo itakayokuwa salama, itakayomwezesha kupata ujuzi kwa haraka. Na sehemu ambayo mimi naweza nikashauri, kwanza Kilimanjaro Institute of Technology and Management. Akifika hapa atakuja kupata vitu vingi sana. Kwa sababu kama mimi nimetoka huko mkoani mpaka nikaiona Kilimanjaro ni sehemu salama. Si tu kupanda lift, hapana. Bali kwamba unakuja hapa unapata ujuzi kwa wakati, walimu wana mbinu za kutosha, vifaa vipo vya kutosha. Tofauti na vyuo vingine kwamba unaweza kwenda katika vyuo vingine hata
vifaa vya kufanyia kazi havipo. Ndio. Yaani vinakuwa ni vichache. Lakini sisi hapa kuna uwezo kwamba kila mwanafunzi akawa na kompyuta yake. Naam. Anajifunza vizuri, mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo kijana ambao uliokuwepo huko mtaani na kukaribisha Kilimanjaro Institute of Technology and Management ni sehemu salama. Wala bado haujachelewa, na hivi sasa tunasema kwamba usajili bado unaendelea kila siku ili kusudi na wewe uweze kuja kupata ujuzi kusaidie mara baada ya kutoka hapa. Sawa. Mtazamaji, na mpaka hapo sina la ziada zaidi ya kukukaribisha wewe kuja kujiunga na ndugu yetu hapa Bwana Chuto, ili uweze kuilisukuma hili gurudumu la elimu. Kilimanjaro Institute of Technology and Management kinapatikana Mwenge jijini Dar es Salaam. Ni hatua chache tu kufikia uwanja wa KMC hapa. Tunakukaribisha sana uje kujiunga hapa ili uweze kupata elimu bora ambayo imebobea kwa vitendo zaidi, si ndio Bwana Chuto? Pia tuna kozi mbalimbali ikiwemo hii kozi ya IT. Sambamba na IT kuna kozi ya business, kuna kozi ya accountancy, kuna procurement and supply. Usisahau pia tuna kozi ya hotel and tourism management. Kama unavyoona sasa hivi mama ametumia nguvu nyingi sana kuitangaza utalii ndani ya nchi. Kwa na sisi Kilimanjaro tumeona kwa nini sasa tusilete hii kozi ya hotel and tourism management, ambapo sasa kijana Mtanzania au ambaye sio Mtanzania anaweza akapata fursa ya kusoma hii kozi na akapata kuajiriwa katika makampuni au taasisi mbalimbali. Kwa tunakukaribisha sana. Pia tuna short course za computer application, tuna graphics and design, tuna video production. Zote hizo unazipata Kilimanjaro Institute. Ulikuwa nami Luo Finest. Mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa vipindi vingine. Tunakukaribisha tu uwe karibu na social media zetu, Instagram, Facebook, ili kuweza kujua nani zaidi atakaye kuja baada ya Mr. Chuto hapa. Kwa vipindi ni vingi na content ni nyingi. Tunakukaribisha sana. Usiwe mbali na sisi. Unaweza kutufuatilia YouTube katika YouTube channel yetu ya KITM_DSM. Mpaka wakati mwingine.